بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله رب لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah azza wa jalla na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiendelea na darasa yetu ambao tunaisoma mara mbili kwa wiki, siku ya Jumatatu na siku ya Jumanne, na alhamdulillah kwa idhini ya Allah azza wa jalla amefikisha tumemaliza kitabu tulichokuwa tukisoma. Tumekikamilisha kitabu tulichokuwa tukisoma, kitabu cha aqida a'immatul arba'a, aqida na itikadi ya maimamu wanne ambao walikuwa ni al-Imam Abu Hanifa na al-Imam Malik na Shafi'i na Ahmad ibn Hanbal. Tumeona mengi ambayo yametajwa ndani ya kitabu hicho, ambao ndio itikadi na aqida au maimamu wanne, ambao ndio itikadi ya Uislamu kwa ujumla. Imefahamika? Kutukapendelea baada ya kitabu hicho tuchukue kitabu hiki cha sira, kitabu cha sira ambacho kimetaja sira kwa ufupi na baadhi ya vitu muhimu kunako sira ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba zake. Kwa kitabu tunasema ni ufupisho, yani hakuna mambo mengi wala story nyingi, sawa, ambacho kitabu hiki kinafahamika kwa jina la Juhdul Muqilli fi sirati afdal rusuli sallallahu alaihi wasallam. Na maana ya jina hili Juhdul Muqilli kwa maana jitihada ya mwenye kichache, ndio maana ya Juhdul Muqilli, yani jitihada na juhudi ya mwenye kichache. Yani mtu mwenye kichache anajitahidi kutoa jitihada zake kukusanya kile ambacho atakachokiweza, kile ambacho jitihada zake zitaishia pale, sawa. Ndio maana ya Juhdul Muqilli fi sirati afdal rusul, katika sira ya mbora wa mitume ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio anwani ya jina Juhdul Muqilli, jitihada ya mwenye kichache katika sira ya mbora wa mitume sallallahu alaihi wasallam, ambao mwandishi wa kitabu hiki au mkusanyaji wa kitabu hiki ni huyu ambaye anazungumza sasa hivi. Yani sisi ndio tuliokikusanya kitabu hiki kutoka katika vitabu mbalimbali vya mashaikh na wanachuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa. Sawa, itakuwa ni vitabu vya sira au vinginevyo ambavyo si vya sira vilivyotaja sehemu katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imefahamika vizuri? Tayeb. Lakini pia kitabu hiki alikitazama kitabu hiki na kutilia utangulizi Sheikh wetu mbora Allah muhifadhi Abu Yaman Adnan ibn Husayn al-Masqari hafidhahullah ta'ala. Yani baada ya kuwa tumekikusanya tukawa tumemuonyesha na akakipitia na akaweka utangulizi wake kama ambavyo mnaoona mwanzoni kabisa mwa kitabu hiki, na sisi tutaanza na utangulizi wa mwandishi. Mafahamu imeleka vizuri? Tayeb, moja kwa moja tukiingia katika darasa yetu tutaanza na utangulizi, kwa maana utangulizi wa mwandishi. Hapo ndio huyu anayezungumza, sawa, ambaye anafahamika kwa jina la Abul Khairat Ilyas ibn Sha'ban at-Tanzani, wafaqahu Allah ta'ala, Allah muwafikishe. Anasema mtangulizi au mwandishi wa kitabu hiki, bismillahir rahmanir rahim, kama ambavyo ni maarufu katika vitabu wanachuoni na mashaikh wanaanza na bismillahir rahmanir rahim kwa kukifuata kitabu cha Allah azza wa jalla na kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitabu cha Allah azza wa jalla kimeanza na bismillah, lakini pia mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaanza na bismillah anapoagiza risala, anapoandika risala na kupeleka kwa wafalme na watawala mbalimbali ndani ya miji tofauti tofauti, alikuwa anaanza na bismillahir rahmanir rahim. Lakini pia lengo ni kutaka msaada kwa Allah azza wa jalla na kutaka baraka kutoka kwa Allah azza wa jalla, Allah afikishe kile ambacho kinachokusudiwa. Mafumu na maana bismillah, kwa maana bismillah nataka msaada, arrahman nataka msaada kwa Allah azza wa jalla,
Ar-Rahman, ambayo ni sifa ya Allah. Ar-Rahman pia ni jina la Allah Azza wa Jalla, mwingi wa rehema, Ar-Rahim, mwenye kurehemu, mwingi wa rehema, mwenye kuhurumia. Sawa? Na Ar-Rahman Ar-Rahim yote ni majina ya Allah Azza wa Jalla yenye sifa ya Ar-Rahma. Ar-Rahman jina la Allah yenye sifa ya Rahma. Rahma inafungamana na yeye Allah Azza wa Jalla. Alafu Ar-Rahim ni jina la Allah Azza wa Jalla yenye sifa ya Rahma yenye kuwafikia waja wake na viumbe wake. Imefahamika vizuri? Tayeb. Na kuna maelezo mbalimbali wanachuoni kunako maana ya majina hayo mawili. Na Bismillahirrahmanirrahim kwa ujumla. Kisha akasema muqaddimatu kwa maana ya utangulizi. Muqaddimatu kwa maana ya nini? Ya utangulizi. Anasema alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah ma'ruf kwa maana ni kumsifia Allah Azza wa Jalla, na kuna tanbihi hapo katika lafzi jalala aliposema alhamdulillah. Inaona katika tamko la Allah alhamdulillah lafzi jalala kuna alif hapo. Hiyo alif hapo ipo kimakosa hapo, ni kimakosa katika upande wa kuandika. Mwandishi kalamu ilimtangulia, alafu akawa si mwenye kutanabahika na hilo, akajikuta tayari kitabu kishachapisha na kwa kimeenea, alakuwa hajatanabika na hajatanabahika tayari, halijani hiyo alif haijaondolewa. Kwa kuwa alhamdu, yani katika kanuni za uandishi haitakikani nini? Haitakikani hiyo alif iwepo hapo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Umeelewa mafomu? Kwa hiyo alif hapo haipo. Sawa? Yani hapo ipo kimakosa, makosa ya uandishi na utelezaji wa kalamu, na Allah ndiye mkamilifu zaidi. Mafomu? Kwa sifa njema ni za Allah Azza wa Jalla ambaye kamtuma mtume wake kwa uongofu wa dini al-haq, na kwa dini iliyokuwa ya haki, ambayo ni dini ya Uislamu, liyudhhirahu ala dini kullihi, ili aidhihirishe dini hiyo juu ya dini zote, dini za Wayahudi na Unaswara na nyinginezo katika dini za batil. Ala dini kullihi wa kafa billahi shahida, na ametosha Allah kuwa ni shahidi wa hilo. Ametosha Allah kuwa ni shahidi wa hilo. Wa ashhadu anna ilaha illa Allah, na nashuhudia na kushahidia kwa kutamka kwa ulimi wangu na kukiri kwa moyo kuwa hapana pasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah Azza wa Jalla. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na hakika Muhammad ni mja wake na ni mtume wake Allah Azza wa Jalla. Imefahamika? Amma baada, kwa maana amma baada mtamko ambalo linaletwa kwa ajili ya kutenganisha, kwa ajili ya kuhama katika maudhu kwenda katika maudhu nyingine, kuhama katika mada kwenda kwenye mada nyingine, ambao katika maana zake wametaja kwamba amma ba'd ay mahma yakun min shay'in fa min ba'da hadha al-kalam. Kwa vyote vile itakapokuwa, basi ni baada ya haya maneno niliyozungumza. Ni chochote kitakachofuata, kwa vyote vile itakapokuwa, basi ni baada ya utangulizi ambao nimetanguliza nyuma. Imeeleka? Tayeb. Anasema fa hadhi ba'd ma yataallaqu bi sirati rasulina sallallahu alayhi wasallam. Haya ni baadhi ya yale ambayo yanafungamana na sira, kwa maana historia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaatuha min kutubi ahli sunnah wal jamaa, nimeyakusanya kutoka katika vitabu vya ahli sunnah wal jamaa. Yani mwandishi wa kitabu anatuambia kwamba haya yaliyomo ndani ya kitabu hiki ni baadhi, sawa, kwa maana si yote wala si mengi, bali ni machache. Sawa? Baadhi ma yataallaq, ni baadhi ya yale ambayo yanayofungamana. Unaweza kusema ni machache katika yale ambayo yanayofungamana na sira, historia ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Jamaatuha, nimeyakusanya min kutubi ahli ilmi, nimeyakusanya kwa maana hiki kichache hiki nimekikusanya kutoka katika vitabu vya ahli sunnah wal jamaa. Tadhkiran wa taqriban linafsi, tadhkiran ikiwa ni lengo kubwa ni kujikumbusha, sawa, wa taqriban na kujikurubishia, kwa maana kujisogezea, weka karibu, kwa kuwa ni vitu ambavyo vimechukuliwa kutoka katika vitabu mbalimbali
kiasi ya kwamba huzukavikuta katika kitabu kimoja vimewekwa namna hiyo. Sawa, kwa ni vitu ambavyo ni historia ya mtu, lakini yani kwamba vimetajwa katika vitabu mbalimbali vya sira au vya wengineo katika vitabu vinginevyo vya Uislamu. Sawa, kwa tukajitahidi kuvikusanya na kuviweka sehemu moja ili ule urahisi wa kuvisoma na kufanya mraja na kuvidhibiti uwepo na upatikane. Sawa, hasa katika mlango wa maswahaba utakuta mambo mbalimbali yametajwa katika vitabu mbalimbali vya wanachuoni na mashehe. Sawa, au katika kitabu kimoja lakini sehemu mbalimbali. Kwa ukivikusanya vikaweka sehemu moja inakuwa kuna urahisi zaidi wa kufanyia mraja na kuvipitia na kuvidhibiti. Sawa, kuna baadhi ya yale nimekusanya katika yanofungamana na sira Mtume sallallahu alaihi wasallam nimetoa katika vitabu vya Ahlusunna wal Jamaa. Lengo kubwa ni tadhkira, ni kwa ajili ya kujikumbusha wa takriban na kujisogezea na kuweka karibu linafsi, yani kujisogezea karibu, yani mimi kama mimi wale ikhwani talabati ilmi, na kwa ajili ya ndugu zangu wanafunzi kutafuta elimu. Kwamba nimefanya hivi kwanza kujisaidia mimi na kuwasaidia ndugu zangu wanafunzi watafuta elimu, kwamba wapate urahisi zaidi wa kile ambacho kinachofungamana na sira Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani zile mada na zile nukta mbalimbali ambazo hazipatikani sehemu moja, yani katika kitabu kimoja na sehemu moja, bali ni katika vitabu mbalimbali. Mpaka mtu hangaika achukue kitabu hiki na achukue kitabu hiki na kitabu kile ndo apate kukusanya na kuhifadhi jambo fulani. Anasema watashila liqalibil mubtadi, lakini pia lengo kubwa tashila ni kurahisisha. Sawa, liqalibil mubtadi, kumrahisishia mwanafunzi anayeanza. Yani yule mwanafunzi anayeanza ukimtajia vitu, ukimkusanyia vitu mbalimbali kwa kuwekea sehemu moja, unakuwa unamrahisishia na kumpa ukarimu wa kuhifadhi yale ambayo inatakikana yafahamu na ajue. Wala yastaghni anhu talibul muntahi, lakini pamoja na kwamba tumefanya kwa lengo la kumrahisishia mwanafunzi ambaye anayeanza, lakini pia yaliyotajwa katika risala hii na kitabu hiki la yastaghni anhu, yani hatoshelezeki kwayo, kwa maana yani kwa maana yani la yastaghni anhu talibul muntahi, yani yule mwanafunzi wa level za juu, mwanafunzi ambaye tayari kashakuwa ni mwanafunzi mkubwa, kitabu hiki ni ambaye ametajwa huko ndani, si mwenye kuachana naye, kwa maana hatoshelezeki kutokana na yaliyotajwa huko, pia naye anahitajia. Umeelewa? Pia naye anafanyaje? Anahitajia yaliyotajwa huko ndani. Sambamba na kwamba ni kwa ajili ya kumrahisishia mwanafunzi anayeanza, lakini pia mwanafunzi mkubwa aliyekwisha tayari mtu kashakuwa na level zake za juu, kashakuwa na vitu mbalimbali, bado risala hii na yaliyotajwa ndani ya kitabu hiki bado yanahitajia yafahamu pia. Umeelewa? Kwa kuwa ni mambo ambayo yamechukuliwa katika vitabu mbalimbali, kwenye moyo karibu hata popote anapokuwa anakuwa anafahamu mambo mbalimbali. Anasema samaituha juhudal muqilli, na kwa risala hii na kitabu hiki tumekiita juhudal muqil, jitihada ya mwenye kichache fi sirati afdali rusul, katika sira ya mbora wa mitume ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa as'alullah an yanfa' biha kull man qara'aha, basi namuomba Allah anufaishe kupitia risala hii na kupitia haya yaliyo ndani ya risala hii, kull man qara'aha, kila atakayesoma risala hii na kila atakayesoma haya yaliyo ndani ya risala hii, Allah anufaishe kwayo. Wa an yaj'alaha khalisatan liwajhil karim, lakini pia Allah azza wa jalla ayaj'alaha, aifanye amali hii na aifanye risala hii na ayafanye haya yaliyokusanywa huko ndani kwa yalifanywa kwa ajili ya kutaka uso wake Allah azza wa jalla. Sawa, kwa ajili ya kutaka uso wake, kwa maana kwa ikhlas, ili maamali hii litendeka kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah azza wa jalla na ikhlas, wala si kutafuta kingine chochote kile katika vitu vya dunia. Nifahamika vizuri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nasala na salamu ziwe juu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na juu ya watu wake, jamaa zake wa karibu na maswahaba zake wa sallam, na salamu pia ziwe juu yao. Hiyo ilikuwa ni utangulizi wa mwandishi. Sawa, ilikuwa ni utangulizi wa mwandishi. Tumeona sawa sababu ya mwandishi kuandika risala hii, lengo kubwa ni nini,
bila shaka tumeona mafahamu. Tayeb. Baada ya hapo, mada ya kwanza iliyotajwa katika kitabu hiki na risala hii ni kama ambavyo ni maarufu katika vitabu vya sira, mara nyingi wanataja na wanaanza na nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Anatuambia mkusanyaji, Allah muhifadhi, nasabuhu min jihati abihi. Nasabuhu sallallahu alaihi wasallam, nasabu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi, ni nasabu yake kwa upande wa baba yake. Kwa maana nasabu unasema kwa lugha nyingi wasema ukoo wake kwa upande wa baba iko vipi, ukoo wake uko vipi na nasabu yake iko vipi kwa upande wa baba yake. Sinahamia mtu anakuwa na nasabu upande wa baba na wa mama, akimwambia ukiambiwa taja mababu zako upande wa baba, unaweza kumtaja babu yako mzaa baba, kisha alimzaa mpaka mwisho. Na hivyo ukiambiwa taja nasabu yako upande wa mama, kama unaweza kumtaja babu yako aliyemzaa nani, aliyemzaa mama, kisha aliyemzaa mpaka mwisho. Kwa kuna wakati hizi nasabu zinakuwa zinaenda zinafika wakati zinakutana. Yaani nasabu ya upande wa baba na upande wa mama zinafika wakati zifanyaje? Zinakutana na inakuwa ni nasabu moja. Kama ilivyo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tutakavyoona. Inaeleweka vizuri? Tayeb. Kwa nasabu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa upande wa baba yake, anasema hafidhahullah ta'ala, huwa sayyid walad Adam Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah. Akaanza kumtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam na nasabu yake kwa jumla. Yeye Mtume ni sayyid walad Adam, ni mbora wa watoto wa Adam. Sawa, ni mbora wa watoto wa Adam kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sayyidun nas yawm al-qiyamah, mimi ni mbora wa watu siku ya kiyama. Kwa maana ndio mtoto wa Adam ambaye ni bora. Sawa. Abul Qasim, ambaye ni Abul Qasim, ni kunia yake. Sawa, ni kunia yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inafahamika maana ya kunia. Kunia kuna jina na kunia. Jina ni ile ambalo mtu anakuwa ameitwa, sawa, inaitwa na wazazi wake, ndio jina ambalo ni maarufu. Sawa. Alafu kunia ni jina kama tunasema kama kinaya, kama badala. Kunia Abu fulani au fulani, baba fulani, kunia. Alafu na laqab ndio kama kinaya. Sawa. Umeelewa? Kunia ni jina ambalo linaanza na Abu fulani au fulani. Alafu laqab ni tamko jina ambalo anapewa mtu ima kumsifia au kumshusha kulingana na mwenye jinsi alivyo. Imeeleweka? Tayeb. Koni waladu ni sayyid walad Adam Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah, ambaye ni Muhammad ibn Abdullah, ambalo ndio jina lake maarufu sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa Abdullah ibn Abdul Muttalib, mtoto wa Abdul Muttalib. Yani Abdullah mtoto wa nani? Wa Abdul Muttalib. Ibn Hashim mtoto wa Hashim. Ibn Abd Manaf mtoto wa Abd Manaf. Ibn Qusay mtoto wa Qusay. Ibn Kilab mtoto wa Kilab. Ibn Murra mtoto wa Murra. Ibn Ka'b mtoto wa Ka'b. Ibn Lu'ay mtoto wa Lu'ay. Ibn Ghalib mtoto wa Ghalib. Ibn Fihr mtoto wa Fihr. Ibn Malik mtoto wa Malik. Ibn Nadhr mtoto wa Nadhr. Ibn Kinana mtoto wa Kinana. Ibn Khuzaimah mtoto wa Khuzaimah. Ibn Mudrika mtoto wa Mudrika. Ibn Ilyas mtoto wa Ilyas. Ibn Mudar mtoto wa Mudar. Ibn Nizar mtoto wa Nizar. Ibn Ma'adi mtoto wa Ma'adi. Ibn Adnan mtoto wa Adnan. Mpaka hapo hiyo ndio nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuanzia yeye mwenyewe baba yake mpaka kama unavyoona mababu walipopangana, babu wangapi? Babu wa 20. Sasa kuanzia mwanzo mpaka hapa alipotaka hapa, hakuna khilafu baina ya wanachuoni. Yaani wanachuoni wote wa sira wamekubaliana kwambia kuanzia mwanzo mpaka hapa kwamba hii ndio nasabu iliyokuwa sawa sawa ya Mtume. Alafu kutoka kwa Adnani sasa kwenda mpaka kwa Mtume kama yanavyokuja maelezo yake. Kutoka kwa Adnani kwenda mpaka kwa nani? Kwenda mpaka kwa Adam, kwenda mpaka kwa Nuh na kwa Adam. Hapo ndio kuna khilafu baina ya wanachuoni. Sawa, ni wanachuoni wa sira na wanachuoni wa nasab wametofautiana kwamba huyu ni mtoto wa nani, huyu ni mtoto wa nani. Lakini hapana shaka kwamba Adnani ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa Ismail. Yaani kutoka kwa Adnani kwenda mpaka kwa Ismail. Sawa, mtoto wa Ibrahim. Hapa katikati kuna khilafu baina ya wanachuoni mpaka kwa Adam pia. Lakini hakuna shaka kwamba Adnani mtoto wa nani? Adnani mtoto wa Ismail. Hili halina shaka.
kama anavyosema hapa chini, anasema ila adnani, nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ila adnani, mpaka kwa adnani, la khilafa baina ulama, hakuna khilaf wala hakuna tofauti yote ile baina ya wanachuoni, wote wamekubaliana kauli ni moja kwamba kuanzia kwa Abdullah ibn Abdul Muttalib kwenda mpaka kwa Adnan hakuna khilaf, hiyo ndio nasabu ya Mtume. Wal khilafu ma ba'da Adnan ila Adam, lakini khilafu iko kuanzia Adnan mpaka kwa Adam. Umeelewa? Iko kuanzia Adnan mpaka kwa nani? Kwa Adam. Hapa katikati mtu akikuletea kwamba nasabu ya Mtume kutoka kwa Adnan mpaka kwa Adam kwamba ndio nasabu hii usikubali moja kwa moja. Hii sawa? Kuna khilafu tuseme, yani hakuna kauli yenye nguvu ambayo inategemewa kwamba hii ndio sawa sawa. Tayeb. Wala yashiku fi shay'un yurtamadu, na hii hakuna kauli ambayo ni sahihi inayotegemewa katika hili. Nani katika madhhabu ya Ibn Kathir kasema hivyo katika al-Fusul fi Sirat al-Rasul. Sawa? Amesema hakuna khilaf, hakuna chochote katika hili kinachotegemewa kwamba kutoka kwa Adnan mpaka kwa Adam, hakuna kauli wala ushahidi wote ule ambao mtu anaweza kautegemea kwamba nasabu sasa ni sahihi kutoka kwa Adnan mpaka kwa Adam. Sawa? Usahihi ambao una shaka ndani yake ni kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib mpaka kwa nani? Mpaka kwa nani sheikh? Mpaka kwa Adnan hakuna nini? Hakuna chenga. Lakini kutoka kwa Adnan mpaka kwa Adam ndio kuna chenga na khilafu nyingi za wanachuoni. Sawa? Tayeb. Anasema walakin la khilafa baina ahli nasab, lakini hakuna khilafu baina ya ahli nasab, baina ya wanachuoni wa nasabu. Sawa? Yani wale wanachuoni ambao wanasibisha koo. Sawa? Min anna Adnani min waladi Ismail nabiyillahi, kwamba Adnani ni katika watoto wa Ismail mtume wa Allah, wa huwa at-Tabih, ambaye ndio yule Tabih ambao Ismail ni mtoto wa nani? Wa Ibrahim, ambao Ibrahim alitaka kumchinja. Sawa? Ismail ibn Ibrahim Khalilur Rahman, ambao Ismail ni mtoto wa Ibrahim Khalilur Rahman, kipenzi wa Allah, yani Ibrahim kipenzi wa Allah, alayhi wassalatu wassalam, juu yao swalla na salam, yani juu ya Ibrahim na Ismail. Imefahamika jamani, kwa nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa upande wa baba yake ni kama ulivyosikia, kutoka kwa Abdullah mpaka kwa Adnan imekaa vizuri. Sawa? Shida ni kutoka kwa Adnan mpaka kwa nani? Mpaka kwa Adam, hapa ndio hapajakaa vizuri na wala kuna chochote kinachotegemewa katika hilo. Imeeleka vizuri? Tayeb. Hiyo ilikuwa ni nasabu ya Mtume upande wa baba. Qala nasabuhu min jihati ummihi, nasabu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam upande wa mama yake. Tumeona nasabu upande wa baba, sasa hivi ni nasabu yake, maana uko wake upande wa mama naye uko vipi, au inaungana na nasabu yake upande wa baba, inaungania wapi, inaunganikia wapi? Inafahamika vizuri. Nasabu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam upande wa mama yake, anasema mama yake ni ummuhu sallallahu alaihi wasallam hiya Aminatu bint Wahab. Mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Aminatu bint Wahab, kama ambavyo ni maarufu, si ndio? Alafu bin Abd Manaf, Wahab ni mtoto wa nani? Wa Abd Manaf bin Zuhra, ambao Abd Manaf ni mtoto wa Zuhra, bin Kilab, ambao Zuhra ni mtoto wa Kilabi, bin Murra, ambaye Murra ni mtoto wa nani? Au Kilabi wa Zuhra ni mtoto wa nani? La, Kilabi ni mtoto wa Murra. Umeelewa? Kuna nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam upande wa mama inaenda mpaka kwa nani? Inaenda mpaka kwa Zuhra bin Kilabi bin Murra, ambao Kilabi katika upande wa baba, sawa? Katika upande wa baba Kilabi ni babu wangapi? Au Kilabi kamzaa nani? Kamzaa Qusay. Katika upande wa baba Kilabi kamzaa Qusay bin Kilabi bin Murra. Umeelewa? Kwa maana nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam upande wa baba na upande wa mama zinakutana kwa nani? Zinakutana kwa Qusay, sawa? Au zinakutana kwa nani? Kwa Kilabi, zinakutana kwa Kilabi. Umeelewa? Zinakutana kwa Kilabi. Anasema hapa chini fazuhratu wa Qusay jaddi nabii sallallahu alaihi wasallam rabi'i akhawan. Zuhra, huyu Zuhra ambao ni upande wa mama, na Qusay ambao ni upande wa nani? Wa baba. Sawa?
Zuhra upande wa mama na huyo Qusay ambao ni babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam wanne upande wa baba. Sawa? Huyo Qusay ni babu wanne upande wa baba. Sawa? Akhawani, hawa watu wawili ni ndugu wawili, ni mtu na kaka yake ambao wote wanazaliwa na nani? Wote wanazaliwa na nani? Na Kilabu. Umeelewa? Wote wanazaliwa na Kilabu, kwa maana nasabu ya Mtume na upande wa baba na upande wa mama zinakutania kwa nani? Zinakutania kwa Kilabu, ambao Kilabu ni babu wangapi? Babu watano wanne. Babu watano. Qusay ndio wanne. Si ndio? Qusay wanne ni Kilabu, Kilabu ndio watano. Si ndio? Kwa babu watano. Imeleka vizuri? Tayeb. Anasema fayaltahi nasabu abihi ma nasabi ummihi fi Kilab ibn Murrah. Kuzinakutana sasa, inakutana nasabu ya baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, nasabu ya baba yake ma nasabi ummi pamoja na nasabu ya mama yake fi Kilab ibn Murrah, zinakutana kwa Kilab ibn Murrah. Imefahamika vizuri? Alafu baada hapo mlolongo unaendelea ule ule mpaka kwa Adinani. Sawa? Hivyo ndivyo ilivyo. Imefahamika nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayeb. Baada hapo na yalifuata majina ya Mtume. Chukua majina ya Mtume. Tuachukue mdomishi. Tuchukue. Anasema mwandishi wa kitabu chetu Allah muhifadhi, asma'uhu wa kunyatuhu sallallahu alaihi wasallam. Majina yake na kunia yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jina ni maarufu, si ndio? Jina ni maarufu madala ala musamma. Ni jina ambalo mtu anaitwa na wazazi wake. Sawa? Alafu kunia ni kama ulivyosikia, kunia ni jina ambalo linaanza na abu fulani, kwa maana baba fulani, au kama ni mwanamke huko fulani, kwa maana mama fulani, ndio maana ya kunia. Kwa Mtume alikuwa na kunia Abul Qasim kama ilivyokuja katika hadithi. Inafahamika vizuri? Tayeb. Kwa majina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au kuniyatuhu na kunia yake. Anatuambia asma'u sallallahu alaihi wasallam kathira. Majina yake Mtume sallallahu alaihi wasallam yapo mengi. Sawa? Majina ya Mtume ni mengi. Wa kathratul asma' fi ma'hud al-arabi tadullu ala sharaf al-musamma. Na siku zote kathratul asma, wingi wa majina fi ma'hud al-arab, katika mazoea ya Waarabu, yani katika desturi za Waarabu ilikuwa wingi wa majina tadullu ala sharaf al-musamma, huwa kunafahamisha juu ya utukufu wa yule anaitwa majina hayo. Yani kama ilikuwa desturi za Waarabu, mtu akiwa na majina mengi na ni mtukufu, ni bora, ni kujua na kutukuza. Sawa? Ndio maana hata Allah azza wa jalla majina mengi. Kama na majina mangapi? Allah na majina mangapi? Allah na majina mangapi? Wewe 99. Wewe 99 zaidi. Ana majina mengi. Na Allah azza wa jalla ana majina mengi zaidi ya 99. Wala sio 99 peke yake. Sawa? Sasa kwamba Allah ana majina zaidi ya 99. Umetaja baadhi ya rashoni mpaka umetaja mpaka 100 na kitu kingine zaidi ya hapo. Na ama hadithi ya Abu Hurairah iliyokuja kwamba Allah ana majina 99, atakayehifadhi anaingia peponi. Maana hadithi hiyo, kwa maana Allah azza wa jalla miongoni mwa majina yake ni 99, atakayehifadhi anaingia peponi. Kwa maana Allah ana majina mengi, lakini kuna majina 99 ambayo Allah kayaandaa kwa yote atakayehifadhi na kuyafanyia kazi anaingia peponi. Wa ila hadithi zinafahamisha kwamba Allah ana majina zaidi ya 99. Na sawa, kuna majina ambayo yamethibiti katika Qur'an na katika Sunna. Imefahamika? Kwa Allah azza wa jalla ana majina mengi kulingana. Allah ni adhim, tukufu, si ndio? Ni mkubwa, ana sifa za juu. Kwa hivyo katika desturi za Waarabu ilikuwa kitu kinapokuwa na majina mengi au mtu anapokuwa na majina mengi inafahamisha kwamba mtu ni mtukufu, ni bora kwa wao. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ana majina ambayo ni mengi. Imefahamika vizuri? Kwa nasema katika desturi za Waarabu ilikuwa kitu kikiwa na majina mengi au kikiwa na majina mengi ni yadullu ala sharaf al-musamma, inafahamisha hiyo utukufu wake. Wal arabu min adatiha, na Waarabu katika ada zao na desturi zao, itlaqul asma al-kathira, ni kuyaita majina mengi al-madhala kulli man kana shani, ni kuita majina mengi juu ya kila ambaye kana na shani, anakuwa na nafasi, yani mwenye cheo. Walikuwa Waarabu
mtu akiwa ana cheo na nani bora wanakuwa wanampa majina mengi mengi, kila mtu anamuita jina lake. Kwa mwisho wa siku yale majina yote yanakuwa ni majina yake. Huyu kamuita jina hili, huyu kamuita jina hili, mwisho wa siku sawa yote yanakuwa ni majina yake. Kwa wingi wa majina ya kitu unafahamisha utukufu wa kile kitu kinachoitwa majina hayo. Imefahamika vizuri, watu wanakiafurisha na kitukuza. Kwa mtu alikuwa na majina mengi kulingana na ubora wake na utukufu wake. Anasema ala yadullu madha wa min adatiha عادات العرب والعرب من عاداتها إطلاق الأسماء الكثيرة على كل من كانت ذا شأن عظيم mwenye sehemu kubwa na cheo kikubwa na nafasi kubwa kwa manzila dhafia na manzila ya juu, sawa, na nafasi ya juu. Imefahamika hao ni maelezo kuhusiana na majina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kataja sasa katika majina yake, famin asma'i, miongoni mwa majina yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Muhammadun, sawa, Muhammadun. Hilo ndio jina ambalo ni maarufu, si ndio? Mpaka mtoto mdogo anaitwa Muhammad. Na katika mlango wa faida kwamba majina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni a'lam na awsaf. Ni majina kama majina yakiwa ni majina ambayo yana sifa fulani. Kwa jina wala linakuwa sifa. Umeelewa? Kwa jina ambalo ni maarufu katika majina ya Mtume Muhammad, jina la kwanza hilo. Jina linalofuata Ahmad, sawa, Ahmad. Pia ni jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio ni maarufu, lakini maarufu wake si kama umaarufu wa Muhammad, sawa. Lakini pia katika majina ya Mtume Al-Mahi, anaitwa Al-Mahi, na ameitwa Al-Mahi alladhi yamqullahu bihi al-kufra, yani Al-Mahi kwa maana ya mpangusaji. Lakini maana yake nini? Kwamba Al-Mahi, Mtume ni Al-Mahi kwa maana ni mtu ambaye Allah azza wa jalla anaipangusa kufuru na kuiondosha kufuru kupitia yeye. Ndio maana Al-Mahi maana yake mpangusaji, sawa. Kwa maana Allah azza wa jalla anaiondosha kufuru na kuipangusa kufuru kupitia yeye, akaitwa Al-Mahi, sawa, kwa mujibu wa hadithi ambazo ni sahihi. Lakini katika miongoni mwa majina yake Al-Hashir, Al-Hashir kwa maana ya mkusanyaji, sawa, mkusanyaji kwa maana yeye ndio ambaye atakayekusanya watu, sawa, baada ya watu kufufuliwa. Ndio maana Al-Hashir alladhi yahshuru an-nas. Tayeb, alafu katika majina yake Al-Aqib, sawa, Al-Aqib, na maana ya Al-Aqib. Tayeb, imefahamika wazi Al-Aqib kwa maana ya mwisho, sawa. Al-Aqib kwa maana ya mwisho, alladhi la nabiyya ba'da, ambaye hakuna nabii baada yake, ndio maana ya Al-Aqib, sawa. Na katika jina la Mtume, majina ya Mtume Al-Muqaffi, sawa, katika majina ya Mtume ni Al-Muqaffi. Maana ya Al-Muqaffi ay al-muttabi'i, al-muttabi'u lin-nabiyyin, al-muttabi'u lin-nabiyyin, yani mwenye kuwafuata manabii waliokuwa kabla yake. Kwa maana inakuwa na maana ya ile ya kwanza, kwa maana ya mwisho. Hakuna nabii baada yake wala hakuna mtume baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika majina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Al-Mustafa, sababu ile ndio maarufu Al-Mustafa kwa maana ya mteuliwa, ameteuliwa na Allah azza wa jalla. Kadhalika katika majina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Nabiyur Rahma, nabii wa rahma, aliyetumwa kwa ajili ya rahma. Kadhalika katika majina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Nabiyut Tauba, nabii ambaye Allah azza wa jalla akamtuma ili watu waweze kutubia kwa Allah azza wa jalla na waelekeze watu, sawa, watu wamfahamu Allah, watubie na Allah kubali tauba zao. Mafhumu? Kadhalika katika majina ya Mtume Nabiyul Malhama, na maana ya malhama ay al-hurub, maana nabii mtume wa vita, nabii wa vita na mtume ambaye ni shujaa katika vita. Na ameitwa jina hili kwa sababu Allah azza wa jalla baada ya kumtuma akamfaradhishia jihad, kupambana na makafiri na kuondosha kufuru, sawa, katika jamii, akaitwa Nabii Malhama, na wala haipingani na Nabii Rahma. Yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nabii na ni rahma, ni nabii, ni mtume wa rahma kwa waumini, watu ambao muamini Allah azza wa jalla na kufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuwa na huruma. Lakini Nabii Malhama ni nabii malhama wa vita na mapambano kwa wale ambao wanamkufuru Allah azza wa jalla. Fahamtum? Hawa ni majina 10 ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yaliyotajwa hapa katika hii risala, majina 10. Na kama mlivyosikia, wingi wa majina unafahamisha juu ya utukufu wa yule ambaye anaitwa majina hayo.
Mafahamu? Kwa siku ya leo tuishie hapo. Tumechukua mada tatu baada ya utangulizi. Tumechukua nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam upande wa baba yake, kisha nasabu yake upande wa mama na majina yake ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadha, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, walhamdulillah.